ya Nima kugundua picha ile ndani ya kitabu, dunia yake ilibadilika kimya kimya bila mtu yeyote kugundua. Barabara zile kana tofauti. Upepo ule uliokuwa ukimpuliza kila siku sasa ulionekana kubeba uzito wa siri ambayo moyo wake haukuwa tayari kuibeba. Alitembea polepole kuelekea nyumbani akiwa amekikumbatia kile kitabu kifuani kama mtoto anayeshikilia kitu chake cha mwisho cha thamani. Kila hatua aliyopiga ilionekana nzito, kana kwamba ardhi ilikuwa ikimvuta chini zaidi. Alipofika nyumbani hakuwasha taa. Alikaa kimya gizani, macho yake yakitazama dirisha bila kuona chochote. Mawazo yake yalikuwa yakirudia picha ile ile, majina yale, maandishi yale, na ukweli ule uliokuwa umeanza kujifungua polepole ndani yake. Moyo wake ulianza kumuuliza maswali ambayo hakujua majibu yake. Kwa nini Amani hakuwahi kumwambia? Kwa nini kitabu kile kilikuwa dukani kwake? Kwa nini majina yale yalionekana kuunganisha maisha yao kabla hawajakutana? Simu yake iliwaka. Jina la Amani lilionekana kwenye skrini. Moyo wake uliruka na kuanguka kwa wakati mmoja. Alitazama simu kwa muda mrefu kabla ya kujibu. Sauti yake ilipotoka ilikuwa dhaifu kuliko alivyotarajia. Amani. Kulikuwa na ukimya mfupi kabla ya sauti ya Amani kujibu kwa upole ule ule aliyouzoea. Aliuliza kama yuko salama, kama alifika nyumbani vizuri, kama mvua haikumkosesha usingizi. Maswali yake yalikuwa ya kawaida, lakini Nima alihisi uzito mpya nyuma ya kila neno. Alitamani kumuuliza ukweli papo hapo, lakini hofu ilimfunga koo. Hofu ya kusikia majibu ambayo yangemvunja moyo kabisa. Usiku huo usingizi haukumjia. Alipofumba macho alimuona Amani akitabasamu. Alipoyafungua aliona picha ile ya zamani. Hisia mbili zilianza kupigana ndani yake, mapenzi na hofu. Siku zilizofuata ukaribu wao ulianza kubadilika bila wao kusema. Walikutana, walizungumza, walicheka, lakini katikati ya tabasamu kulikuwa na ukimya ambao haukuwahi kuwepo kabla. Neema alijikuta akimtazama Amani kwa muda mrefu zaidi, kana kwamba anajaribu kuona siri iliyojificha nyuma ya macho yake. Amani naye alianza kugundua mabadiliko. Alijaribu kuuliza kilichokuwa kinamsumbua, lakini Neema alitabasamu na kusema yuko sawa. Tabasamu hilo halikufika machoni. Jioni moja walitembea pamoja kwenye barabara ile ya miembe waliopenda kupita. Jua lilikuwa linazama likitengeneza kivuli kirefu cha miili ya ardhini, wenye kimya kwa muda mrefu, wakisikiliza sauti ya majani yakigusana juu yao. Neema alisimama ghafla. Amani, kuna kitu nataka kukuuliza. Sauti yake ilitetemeka kidogo. Amani aligeuka kumtazama, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hofu na utulivu. Neema alishusha pumzi ndefu kabla ya kusema. Alitaja kitabu, alitaja picha, alitaja majina yale. Ulimwengu ulionekana kusimama. Amani hakujibu mara moja. Macho yake yalipoteza ule mwanga wa kawaida. Kwa mara ya kwanza tangu walipokutana, Neema aliona huzuni nzito ikikaa wazi kwenye uso wake. Na hapo akajua, siri ile ilikuwa ya kweli. Amani aliketi kwenye benchi la barabara, akashika kichwa chake kwa mikono yote miwili, kama mtu aliyekuwa amechoka kubeba mzigo kwa muda mrefu sana. Alipoinua macho yake, yalikuwa na unyevunyevu wa machozi yaliyokuwa yakijizuia. Alisema kuna hadithi ndefu ambayo hakuwahi kuwa na ujasiri wa kuisimulia. Hadithi ya wazazi wake, ya mapenzi yaliyovunjika, ya ahadi zilizotoweka, na ya kitabu kilichobeba kumbukumbu ambazo familia yake ilijaribu kuzisahau. Kadiri alivyoongea, Neema alihisi moyo wake ukivunjika polepole, lakini wakati huo huo ukizidi kumpenda zaidi. Kila ukweli aliyousema haukupunguza mapenzi yake, uliyaweka kwenye majaribu. Ndani ya mwanga hafifu wa jioni, machozi ya Neema yalitiririka kimya. Hakujua kama analia kwa huzuni, kwa hofu, au kwa sababu moyo wake ulijaa mapenzi ambayo hayakujua pa kwenda. Amani alimshika mkono kwa uoga, kana kwamba aliogopa angeuvuta na kuondoka. Mikono yao ilipogusana, Neema alihisi joto lile lile la siku ya kwanza walipokutana. Joto ambalo lilimfanya ajue kwamba hata katikati ya siri na maumivu, mapenzi yao yalikuwa ya kweli. Lakini ukweli ulikuwa umebadilisha kila kitu. Na sasa walikuwa wamesimama kwenye mpaka kati ya kuendelea kupendana au kuachana ili kulinda mioyo yao. Upepo ulivuma polepole ukibeba majani yaliyokauka barabarani. Jua lilitoweka kabisa nyuma ya upeo wa macho. Giza lilianza kushuka tena, kama lilivyofanya siku ile ya mvua waliobusiana kwa mara ya kwanza. Tofauti pekee ilikuwa kwamba safari yao sasa ilikuwa nzito zaidi, ya kina zaidi, na yenye maumivu ambayo hawakuweza kuyakwepa. Na ndani ya kimya hicho, wote wawili walijua jambo moja bila kusema: mapenzi yao yalikuwa yameingia kwenye hatua ambayo hakuna kurudi nyuma.